Tafakari jambo hili. Unalala tarehe 4 Oktoba mwaka 1582, halafu unapoamka si tena tarehe 5, bali ni tarehe 15 Oktoba mwaka 1582. Ni kama sehemu ya maisha yako ilifutwa ghafla. Mimi naitwa Stalon, hapa ni Gonga Zote. Usisahau kusubscribe na kuturn on notification bell. Hii si hadithi ya kisayansi bali ni historia ya kweli. Na leo nitakuelezea kwa nini siku 10 zilifutwa katika kalenda ya dunia mwaka 1582. Kwa karne nyingi kabla ya tukio hili, dunia ilikuwa inatumia kalenda Julian ambayo ilianzishwa na Julius Caesar mwaka 45 kabla ya Kristo. Kwa wakati huo ilionekana ni mfumo sahihi wa kuhesabu mwaka, lakini kilichosaulika ni kwamba kalenda hii ilikuwa na makosa madogo ambayo yalikuwa yakiongezeka kwa karne. Kosa lenyewe lilikuwa hivi: kalenda Julian ilikadiria kwa mwaka mmoja una siku 365.25, yani siku 365 na robo. Lakini ukweli ni kwamba dunia huzunguka jua kwa siku 365.2425, yani kuna tofauti ya takriban dakika 11 kila mwaka. Hili linaweza kuonekana ni kosa dogo sana, lakini unapoendelea kujumlisha hiyo tofauti kwa karne nyingi inakuwa tatizo kubwa. Baada ya karne 16 hii tofauti ilifikia takriban siku 10, yani kalenda ya dunia ilikuwa nyuma kwa siku 10 kutoka kwa hali halisi ya mzunguko wa dunia. Hili lilikuwa ni tatizo kubwa kwa kanisa Katoliki ambalo lilitegemea kalenda katika kupanga tarehe ya siku kuu muhimu kama Pasaka ambayo inategemea majira ya machipuko. Matokeo yake Pasaka ilikuwa inachelewa kila mwaka. Kanisa liliamua jambo hili haliwezi kuachwa liendelee, ilibidi lifanywe jambo la dharura. Mwaka 1582 Papa Gregory wa 13 aliamua kwamba dunia ilikuwa inahitaji kalenda mpya ambayo ingetatua tatizo hili. Hivyo kalenda Gregorian ilianzishwa rasmi na bado ndiyo tunaoitumia mpaka leo hii. Lakini ili kalenda mpya iwe sahihi ilimbidi Papa aingilie kati moja kwa moja na kuondoa zile siku 10 ambazo zilikuwa zimezidishwa kwenye kalenda Julian kwa karne nyingi. Ili kurekebisha makosa ya zamani, ilitangazwa rasmi kwamba baada ya tarehe 4 Oktoba mwaka 1582 siku itakayofuata haitokuwa tarehe 5 bali itakuwa tarehe 15 mwaka 1582. Siku 10 zilifutwa moja kwa moja kutoka kwenye historia ya dunia. Watu waliolala tarehe 4 Oktoba walipoamka asubuhi tayari ilikuwa tarehe 15 Oktoba na walikuwa wamepoteza siku 10 za maisha yao bila hata kujua zilikwenda wapi. Sasa hapa panakuwa na utata. Si kila nchi duniani ilikubali mabadiliko haya mara moja. Nchi nyingi za Kikatoliki kama Hispania, Ufaransa, Ureno na Italia zilikubaliana na Papa Gregory na zikabadilika mara moja. Lakini mataifa ya Uingereza, Urusi na sehemu nyingi za Ujerumani ambayo hayakuwa ya Kikatoliki yalikataa kufuata mabadiliko haya. Matokeo yake yalikuwaje? Uingereza ilibadilisha kalenda yake karibu miaka 170 baadaye, yani mwaka 1752. Urusi ilibadilika rasmi mwaka 1918, hiyo ni karibu miaka 336 baadaye. Hii ndio sababu mapinduzi ya Urusi mwaka 1917, October Revolution, yalifanyika mwezi Novemba badala ya Oktoba kwa mujibu wa kalenda mpya. Kwa muda mrefu dunia ilikuwa inatumia kalenda mbili tofauti, na hili liliwahi kusababisha machafuko makubwa katika biashara, siasa na hata dini. Tunajifunza nini hapa? Kwanza, historia ina mambo mengi yasiyoeleweka kirahisi. Watu wengi hawajui kuwa siku 10 zilitoweka mwaka 1582. Pili, hili linatufundisha kuwa makosa madogo yanaweza kuwa makubwa sana baada ya muda. Yani dakika 11 kwa mwaka zilitosha kusababisha tatizo la siku 10 zilizopotea baada ya miaka 1600. Tatu, mabadiliko ni magumu hata pale ambapo kuna uthibitisho wa kisayansi. Bado watu wengi watapinga mabadiliko kwa sababu ya utamaduni wa imani zao. Lakini mwisho wa yote, dunia ilikubaliana na kalenda ya Papa Gregory na leo hii dunia nzima inatumia kalenda ya Gregorian.
Asante kwa kunisikiliza. Usisahau kusubscribe chaneli hii.